samani dada, nimekosea mimi. Nimekuwekea mafuta 20 baada ya 30. And I was, how long do you think you should wait before asking your boyfriend or your man for money after you start dating? Like imeanza kuwa na mahusiano, usubiri muda gani ndio uanze kumwambia babe, naomba hela kutengeneza nywele, naomba hela ya kupaka. Anakuambia this anaweza kukupa, lakini there's a sense of selfishness. Atakwambia nenda utanitumia lipa namba. There's those people ambao hawataki kukupa hela wewe mkononi. Hata bora alipe directly. How much? There's someone anaomba tunaomba hela sina. Akikuuliza how much, asisa sema if I'm saying naomba nikupe 20 because I don't have a lot, au subiri a certain time nitakupa maybe after 2 weeks. Unaona huyo mtu anania na atatafuta, but sina, unajua shilingi ngapi? Una. Yaani maongezi ndio yameisha, sina. Sina. Au kamwambia babako. Okay, if someone ever said that to me, jibu hapo ningempa. Kwa sababu usikumwambia mtu hivyo. Kuna siku nilitaka ku request Bolt ya boda. Nika request, nikakaa kidogo nikaangalia. I saw it's a woman, nika cancel. Boda Diana. Acha mimi ninge cancel. I'm sorry. Yaani mapenzi ambayo unawapa watu wengine, all the time, effort, whatever that you pour into relationships with other people, you owe yourself to do that for yourself as well. Yani jifanyie na wewe hivyo. Kama hujampenda mtu mwingine, short, jipende wewe kwanza. Mapenzi unampa mtu mwingine, na wewe jipe pia, na wewe pia unastahili kupendwa na wewe. Hata unakuta mama anajitoa sana kwenye familia, baba anajitoa sana. Sometimes have time hata wewe mwenyewe ujipende kidogo, ujipongeze. Yeah. Sometimes nobody is doing that for you. Yeah. Hello. Hi guys. Hi bestie. Welcome Hi, back. besties. Welcome back to Let's Dive Deeper podcast with Smiley, Sarah, and Diana. Together we are bestie. Almost forgot our bestie intro. Bestie. No, and we forgot you. Yeah, Yes. and you welcome our favorite. back. Yeah. Yep. Karibuni, tumewamisi. It's Yes, been a son. minute. It's been a minute. But we're back. We're back. We Back are back like we like never never left. left. Inaitwa nini? Pinch pop. No, Jinx. I Jinx, don't know. whatever. Yeah. Show me color pink. This one. Okay. Okay, so how was your week? Tell them to subscribe, please, before they know my week. Please subscribe every time tunapost, upate notification, bonyeza kile kengele pale, Please. and stay Our tuned. bestie, yani wewe ndo unatufanya tuwe We hapa. appreciate you. Kabisa. Don't Thank forget you. to comment, to Yeah. give us your thoughts. Yes. Yani feel free. This is your page. Feel at home. Yeah, feel at You're home. the reason we're here. So how are you guys? How was your week? I'm great. My week was fine. Anything Very new? perfect. Nothing new. Perfect. We like that. We like perfect. How was Yeah. yours? It was okay. It was great. Nothing new? Nothing new. How was yours? Mine was okay, lakini. Uh-huh. Diana. Do you know Diana? Nadukuduki kiasi. You're But I have about to to know Diana. but I have to share with you besties, because if Yes. something I experience something, Yeah. if I share with you, ili usi experience tena. Mm. So, Kabisa, tuambie how was hii- your week, Hii Diana? ni kwa watu ambao wana magari, mafuta jamani. Mnajua kabisa mafuta is expensive. Yamepanda bei. Mtu anakuibia mafuta. It was like this. Ngoja niwape hiyo story. Nimeenda Shell, mimi kidude cha kufungua ile ya mbele inaitwa bonnet, sijui bonnet. Yeah, ile ya mbele na cha mafuta ziko karibu. Mm. So sometimes najichanganyaga nafungua ile ya mbele. Kwa hiyo nikafungua nikasema yani muda anaondoka nitawamwambia yule anisaidie kufunga, kwa hiyo niweke tu mafuta. So nilitaka tu kujibusti mafuta ya 30. Kama mafuta ya 30 kaniwekea. Sasa yani muda naondoka, yani mimi sio lazima nichukue receipt. So one thing, you have to take the receipt. Kabisa. Second thing, kama nani iko mbali, you have to see. Labda inaanzia 0 or you have to see the amount ameweka. Yeah, you have to keep. Kwa hiyo mimi amemaliza, mimi nikawa naondoka, nikakumbuka kwamba sijafunga pale mbele, nikawa narudi reverse. Sasa nilivyorudi reverse, akarudi yule anayeweka mafuta, akasema, "Hey, samani dada, nimekosea mimi. Nimekuwekea mafuta 20 baada ya 30." And I was, imagine nilikuwa narudi because anisaidie kufunga ile, lakini akaniambia, samani dada, ni mimi nimekosea, nimekuwekea 20. Sababu juu utaona. Alirudi amerudi. Nimerudi. Sababu ameona. Ya receipt, or something. That was God. Yeah. Nikaambia, haya niwekee mafuta yangu. Akanikea, akafunga, akamwambia naomba na receipt zangu. Kwa hiyo akanipa receipt 2, 20 na 10. But imagine I left. Au imagine wanaibia wangapi. And it's a very big shell. Yani I just can't mention it, but
It must be a it's skill that's petrol going station. around. yeah. Kwa hiyo yani ni maybe ni tabia ya mtu au tabia ya watu fulani ambao wako Sehemu pale fulani. wanajua yani tricks zao, but there's many ways wanaiba mafuta, hatuwezi kujua, but this is the way ambao nime experience mimi, so that's why I'm sharing. Ila But- Watifu kweli alisahau. Na Kulikuwa kuna watu wengi. Your no. gut is telling you akusahau. My gut is telling me akusahau, kwa sababu nimerudi Rivers tu akaja akaniambia samani dada. Kwa hiyo he was watching me leave. Okay. Yeah, I don't think kama alikuwa amesahau. So that was it. Jamani, Sasa in hivi this mafuta bei economy, ghali. Yani. Jamani msituibie. Kabisa. Na besties muwe makini. Yeah. Mdai risiti. Mdai risiti, Yeah. hakikisha unaangalia. Sasa Kile- ukiambiwa kile- njoo mbele, unaweza ukaenda mbele sana. In such a way kwamba ile mashine Ishaanza uioni. kusoma. Yeah, no, anachoandika ukioni you can kusoma, especially okay. kama ile mashine iko, yani unapowekea mafuta is the opposite Upande side. mwingine. Yeah, so I that's don't drive, so I don't know, honestly. But Francine, pole. princess. Yeah. Yeah, that's nice. So yeah, So it happens. besties. Be careful. But Yani. so far my week was good. I'm grateful. Yeah. Yeah, I'm alive. Yeah, Now, tumshukuru nimeona you Mungu. my besties and you are here again. I'm so happy. I'm also very happy to Yeah. be here. So What's new on the internet right now? So, I'm pretty sure watu wengi wameshaona by now. Nowadays kuna a little bit of sasa tuiteje, hii ni A scam. crime. Actually, Yeah. it's not a little bit, it's a Yeah. big crime. So kwa watu ambao wanasafiri, unapewa ile Ni- tag ambao unaikiwa kwenye bagi lako, begi yako. your Yeah. luggage. Wale some airport workers wana swap, yani wanaitoa wanaweka kwenye begi jingine, yani unatoa kwenye begi lako wewe ile tag yako kama hujaibandika vizuri, sababu inakuwa na gundu, unaweza kuiachanisha. Wanaweka kwenye begi jingine ambalo lina drugs, Yo. and then linapelekwa. If it passes bila kushtukiwa, mtu anakuja kufuata anakuambia hey, sorry it's my bag, sio Na anakuambia wewe excuse gani. uwezi ukasoma pale tag. Yeah. It's very hard. Lakini kikamatwa unakamatwa wewe because it's your name that's reading there, so they're just calling you, hey Hatari. Diana, you So what needed, should we do? you have drugs in your bags, and you're like this is not my bag. Mm. How do you prove it to us kwamba sio begi lako? Mhm. So nowadays inabidi upige picha your bag ukiwa airport, Yeah. upige picha wakati linakuwa weighted pale, uzito wa begi lako, kwa sababu that will be Yeah, different yes, probably. yes, yes. Utaonyesha kwamba mi begi langu lilikuwa 30 kgs, why is it now 12 kgs or something like that? Okay. You know, also begi langu mimi ni la blue, why is this bag black? Yeah. If you have You the know? picture, If yeah. you have a picture. So to be safe, you have to do that now. Piga picha It's na a hiyo big tag na thing jina lako. That's Yeah. happening, yeah. I think in Jamani. Canada, Damn. imetokea sana Canada, yeah. But it's just Canada, lakini kuna Canada, imagine security kubwa huko Yeah. Afrika ambapo Yeah. vitu Ndio ilipojulikana. I'm sure yeah. it's been happening It's all been over the world. happening. Yeah. Oh So it's man. creepy. Yani huyu Really kaibiwa scared mafuta me. huku mambo yanaendelea, yani dunia iko hivi ya moto. Wewe unaenda zako vacation, unaishia jela. Yes. Afu ya nchi nyingine nani anakuja kukutoa huko? Yeah, Yesu ni- baba. Kama Yeah. hujui ku communicate vizuri, hujui kuongea labda Kiingereza, let's Yani say. hata kama unaongea, imagine vacation yenyewe umesave Yeah. the whole year till December. Kuna wengine hawakusikilizi yani. Mama. Uanze kulipa wanasheria wa kutetea. Kwa nchi Yeah, gani unayo unalipa unayo kwa mwanasheria? mwanasheria. Mama. Wabongo tu hapa hivi is hard to afford. Yani. Hey, Yeah, so let's say safe. Yeah, let's say it's very safe. Be safe besties. Ukisafiri make sure unapiga picha mizigo yako, yani from home. Umefika airport, piga tu picha for reference. Wamekuwekea tag, piga Yeah. picha. Yani Uzito, begi piga lako lipige picha. picha. Yeah, Ukiwa airport, yeah, piga picha tag. Ukiwa umelishika Yeah. begi lako pia wewe na begi lako, yeah. just to be safe na vitu kama hivyo. Au just be a content creator when you are traveling. Mtu ataona kabisa nimetoka na hili begi. I vlogged. I have this Yes. bag. Fly with Yeah. me. Yeah, fly with me. Unamwambia polisi, wait a minute, let me go to my Instagram reels. See my bag? Na kuna Yani, witnesses Na kibao. kesi kama hiyo, yani mpaka polisi wakusikilize. Hivi unajua fomu mwenyewe unakuwa kama umechanganyikiwa. Yeah, it's crazy. Madawa. Drugs. Je, hata Kitu ambacho kuyaona. yeah. Ya leo Right? unakuta kwenye begi langu watu kwanza sio begi langu, naambia ile begi la kwao. Scary. Na ukute yani ni watu ambao they want to kutafuta watu wa kuset example. Kwa hiyo wakikukamata wewe mpaka Kuna wakuachilie. nchi So Hata ukilia anasema wewe lia tu. wewe lia tu. kwa sababu unaonekana Crocodile unajifanyisha. Mama. Mungu atuepushie Yeah. sisi na besties wetu. So naona you are here, you know some tea that is going on. Najua yani mpaka watu Kabisa. wasome habari. If- Yeah. Is- Yeah. So yeah, yani ukiona vitu vya You're airport I welcome. scroll.
But yo, it's Kabisa. crazy. Okay, so now we have random questions, right? I love this part. And I have a question for you guys and for you guys. Oh. So how long do you think you should wait before asking your boyfriend or your man for money after you start dating? Like mmeanza kuwa na mahusiano, usubiri muda gani ndio uanze kumwambia babe, naomba hela ya kutengeneza nywele, naomba hela ya kupaka rangi? Mimi personally, I can't ask. Oh, The you must moment- be- No, sijamalizia nachongea. You have to give me. How do they? Jiongeze. Okay, Yaani asking. mpaka mimi I have to ask you. Ina maana hata wewe mwenyewe huwezi kujiongeza. No. Usha- Yeah, Yaani how do you ask? Okay, unanichosha. the indirect way that you're asking, what is it? How is it? Naenda saluni, nataka kutengeneza kucha na nywele. Okay, anatakiwa ajiongeze. Eh. Asipojiongeza, Yani ndio umemaliza hapo. Hey babe, naenda saluni kutengeneza kucha. you know it's And you're hard. waiting. Crickets. You know, Hello? No, I'm not sitting there waiting unitumie hela. okay, you have your money, Yeah. sawa, but Yeah. you want I money want from you to him. give me. Ndio maana No. nakwambia, yani sikwambii kisa. Yeah, obviously, yeah. You know, Sasa kama huwezi kujiongeza to that point unakuwa tu ushaanza kujicut off mwenyewe. Yani afu ndo mwanzoni please. yeah, true. I think Yeah. it's hard to kumwambia mtu kwamba naomba hela. Yani you think then naomba. It's like, It's hard. what are you doing today? Nataka niende saluni nikatengeneze kucha nywele. Ni bora ujiongeleshe yani. Yes, Yeah. ni kujiongelesha mwanzoni kwa sababu you can't really know this person ni selfish au nini. But trust me, you can sense a selfish man in the beginning. Yeah. Anaweza kakwambia, unaenda? Poa. Akuulizie hata shilingi ngapi. That Ndio is hapo one. ninachosema. 2, anakwambia this, anaweza kakupa lakini there's a sense of selfishness. Atakwambia nenda utanitumia lipa namba. There's those people ambao hawataki kukupa hela wewe mkononi. Hata Ni bora alipe directly. there's someone aliniambia Yeah. Sijui kwamba ukaiweka kwenye pochi. kuna boyfriend wake, yani yeye kama huyo au watu hawana sijui wakala sijui ile ananiambia okay next time. Halipi. Really? Really? Anaambia next time. Sasa jamani, hiyo hela yani utoka ona hela mkononi. Hiyo ni Utanunua kaje kaje. nyanya, utanunua vitunguu, Kwa hiyo Hata utanunua nyumbani. Kwa hiyo kwamba ni hamwamini girlfriend wake. sio anamwamini. It's a selfishness ni ya mtu. That's a No, part of that's how I would take it. I'll selfishness. be like, you don't trust me? Mfano ndo mnakuja kuoana. Mhm. Kila siku utakuwa unamwambia hamna mafuta yameisha, mchele umeisha. Ni mtu That's- ambaye anatakiwa awe anajiongeza. Mimi I like mtu anayejiongeza kwamba nyumbani kunatakiwa kuwe na vitu hivi. Hii hela inatakiwa iwe ya kununua vitu nyumbani, kuna Sio kila umeme, siku kuna ni maji, kuombe. kuna chakula. Sio mimi kukuomba. Sasa Chakula kimeisha. that's what I'm Mtoto saying. anaumwa. Sijui nini like Yeah. kama hujajiongeza kipindi nakwambia naenda kutengeneza nywele au mwisho wa mwezi umefika hata kanywe soda baby. Sio lazima mimi nywele sina. That's Kwa hiyo why usinipe na nywele. that's what I'm saying. That is a kind of selfishness. Au ukiona anasubiri umuombe hela. Yaani usipoomba hela akupi. Yani hajui kwamba yani That's you are a crazy. woman, you need some service. Inaitwa service charges. Yeah. Yani Hatusemi kwamba you must be given money, lakini you should be shown kama mtu anakujali. yes. Yeah. I A think man kwenye should give. kuomba you should wait. Yes, Hata yeah. inaweza ukasubiri hata miezi kuomba directly, like, Yeah, naomba naomba unipe hela. nisaidie. Unaweza ukasubiri miezi hata Mm. mwaka, Mm. depends, au mpaka Yeah. muoane, lakini ile Mpaka kujiongelesha muoane, sorry. kwenye kuomba ile directly, naomba unipe Ah. hela ya kitu fulani, you can do that kama wewe mtu ambaye hauko comfortable kumwomba mwanaume hela. Mimi mwenyewe yani Yeah. siwezi. Yeah. Lakini ile kwenye kujiongelesha, Mhm. that you can, kujua kama mwanaume ni mtoaji, mtu ambaye Yeah. You have can to take care of test you. that. You can just have Yes. conversations. So That's- lazima tu umuombe au Mm. ujiongeleshe. You can just have conversations like kuhusu pasi yake labda na watu wake wa zamani, or just random questions. What's the nicest thing you've ever done for your Yeah. girlfriend? Yeah. Or something like that. Inaweza ikawa sio exactly monetary, lakini kama ni mtu ambaye anajitoa hata kwenye service, Yeah. kumhudumia, labda anampikia au anafanya hiki, Yeah. anafanya acts of service, unajua unaona Yeah. kabisa kwamba huyu mtu ni mtoaji. Doesn't Exactly. necessarily have to be money. Mhm. Yeah. Lakini you can tell. So unajua unapata ile sense Yes. of okay, I'm with a provider. You know what I mean? Yeah, but kuomba kama kuomba, kuna mtu mwingine hawezi. Sawa, kuna mtu mwingine hata mwaka hawezi. But Yeah, if me too, uko sikuwa Kuna watu wako kwenye ndoa hawezi Yeah, kumwomba yani mume wake hela, naomba na, hela. na hivi. kama na Kuinvolve. mwanaume atoi, I think you have to, yani mwanaume I want- mmekaa hata miezi miwili kuanzia mmedate, hajaonyesha sense of giving, trust me, run.
I'm saying run. Kuna wengine they need a hint. Kuna mtu mwingine You ni can't need providers a lakini hint. You can't need a hint, anajua you're a bado man. unajiweza, kwa hiyo Na ndio maana Hapana. nilichokuwa nasema unaweza nikakuinvolve like I'm doing this and this. Yes. I'm doing this and this. Yeah. As a man, what step are you taking? What step are you taking? Mimi mwanamke wako nimesha kuinvolve. Mm. Sasa hata wewe sawa ufike salama. Unajua kuna hiyo unasema wewe labda unaweza kusema hakukuelewa, au kuna ile unamwambia kabisa indirectly lakini unasema kabisa like natamani kwenda kusuka lakini sina hela. Anakuambia utasuka ukipata baby. Ukipata mama. Oxygen. Ukipata. Unless hana, kama hana. He's human. Kama hana ni sawa. Mtu kama wewe unamuelewa kwa sababu kuna siku akiwa nayo anakupa. Let me say you can. Kuna watu wakupi Januari to December, umemuinvolve hujamuinvolve, umemuomba hujamuomba. Kuna mtu anamuomba huja anakuambia sina. You can sense a selfish man. Kama hana kweli, sio shida kusema huna, kama huna kweli. Uwezi kukosa kila siku. Alafu mtu anaweza kukwambia ni kwanza ukimwomba mtu hela, ukitaka kujua ana hata mpango wa kukupa atakuuliza how much. Mtu unamwomba tu naomba hela sina. Akikuuliza how much, asisa sema 50 naomba nikupe 20 because I don't have a lot. Au subiri a certain time nitakupa maybe after 2 weeks. Unaona huyo mtu anania na atatafuta. But sina, unajua shilingi ngapi? Una. Yaani maongezi ndio yameisha, sina. Sina. Au ukamwambia baba yako. Okay, if someone ever said that to me, jibu ambalo ningempa, they would never speak to me again. Kwa sababu huwezi kumwambia mtu hivyo, unamwambia mtu kwa hivyo. Unajua hilo ni tu kutukana wewe na baba yako. Yani. Kwani nikitaka kumwambia babangu si ningeenda kwa babangu. Sasa na what am I doing? Kuna kitu mimi ningekujibu same. Mimi nafanya nini hapa na wewe? Yaani bora ningeenda kukaa na babangu nipige naye story sasa. Yaani hapa ni kuna misemo pia naona wanaume wanasema hivyo, lakini it's really not nice kwa mwanaume kusema eti una nini, unataka nini baba yako anacho. Like are you serious? Am I my mother? My mother chose my dad. I choose you and you are just nasema hivyo jamani. That's so bad. Jamani. Some of the men who are really giving and they are really, that's so nice. Most of men are giving. Na nature ya mwanaume yoyote ni kugive. Na anajisikia, hata wanaume wenyewe kwamba wanajisikia vizuri wakimpa kitu mwanamke anayempenda. Sasa ukikuta kitu akiwa na mhudumia mwanamke, anajihisi yani yeye ni shababi. Sasa wewe na ushababi wako pia unajifanya hauna, wewe sio shababi. Wewe ni mtukutu. She have to stay single. Siku nyingi shababi. Yani kuna watu wana shida kila siku. Yani mpaka uje kusaidiwa. People run away. Dada pia nimeisikiza story. Anakutana na wewe tu wiki ashaanza kukuomba hela. Yani hiyo wiki mmekutana nywele zake zimefunguka. Eti mmekutana umeme umeisha. Umekutana hapo na wewe mkaka. Imepata shida, imezima. Mmekutana sijui mama yangu anaumwa. Jamani. But unajua sometimes yani hapa yani sisi wa Afrika sometimes you don't know kama ili ni uhusiano ili sio kama wenzetu wanauliza sio kama wenzetu wanaulizana will you be my girlfriend are we together? Are we together? I think we don't have that. Sisi ni tumeshaongea tumekutana ni ya together. Yani hiyo tena akisha kwambia njoo nyumbani basi beba na nguo kwa nini kuita nyumbani kwani kupeleka tu posa. Kwa hiyo mtu anaweza asikupe kwa sababu anajua wewe sio hamna mahusiano, labda they enjoy talking to you. Wewe unahisi huyu boyfriend wangu. Ila sasa hivi na sisi tuna hiyo, unajua. Sio Gen Z wana hiyo. Please ask me my girlfriend. Situationship. Lakini kuuliza what are we? Afu ungeambiwa we are the we potatoes. We are the world. Jamani, yani I think men should make it clear kwamba now you are my girlfriend. So ili mdada ajue kwamba aanze kukuambia kwamba aenda saluni. I don't know. Mambo kwa hayapo jamani, make it clear. Ila kuna matukio tu anakuonesha ukiwa ushapitia matukio mengi. Unajiona kabisa hapa huyu kaka nini anakutext kila siku at least anakujulia hali. Kuna saa tu anakuweka position ambayo unajijua hapa. Angekuwa kifundoka singemweka hapa. Girlfriend wake tufike hapo. Namshikia mtu nafasi. Men are very honest. Sisi tu kuna red flag tunaziona hapa. Labda kwa sababu mwanzoni. And they don't confuse you. They don't confuse you. Yani unachokiona ndio hicho, wewe tu unakataa kichwa kigumu. Ni Mungu mwanzoni. God doesn't confuse you. He's giving me mixed signals. He's not.
He's telling you this is what I am, so you are taking it. Leo ameku-blue tick, unamuuliza baba, kwani umeni blue tick? Anakwambia kumbe unauliza tu. So he's coming back after 3 days. Anakukuta na wewe upo. Njoo nyumbani. Unaenda. Hapo yani nitumie location. Unasahau kila kitu chokufanyia. Yani hiyo anakutumia karaki. Wapi? Anakutumia karaki vipi baby mkula? Sikutumia hata 100. Jala, hivi kwani wale tunasema jala? Kwani ule kwani ujala? Yani kuna vikitu vidogo vidogo. Mimi siwezi kuwa sijala kwa kweli. Yani kama sijajua ni mimi kweli mimi naweza nikaa sijala. Mimi sijala lakini nacho nikwambia sijala kwa sababu that's what's happening right that time. So kama sijala naomba hela kula no. Okay, ukijiongeza hela kula that's nice. Yeah. So kama sitaki hiyo hela. Tunataka hela zenu zote. Yeah. We can just say it, but we want and you go and take mkopo kwa wazazi wenu. Muuze nyumba zenu. No. I'm kidding. I'm kidding. Financial stability. Mtu anakuletea hela, anakuambia nimeuza nyumba ya urithi, nikuonge wewe. Utamwambia no. Mimi naipokea. Nitazichukua lakini I will wait for you to have problems nikusaidie. Kwanza kwa nini useme unihonge? Hiyo statement mimi sitaikubali. Kwa nini unihonge? Okay, don't say yani useme unihela, mimi naipokea. Alafu usiniambie bwana umeitoa wapi? Baadaye ukiwa unapakukaa uanze kuja kwangu. Hapo anakuja kuishi kwa nyumbani kwako. Kwa nini? Anaenda kuishi wapi kama kauza nyumba? Sasa kwa nini uuze nyumba uje kwangu? Unakula naye hela urithi, nyumba ya urithi alafu baadaye unamfukuza kwako. Mna nyumba ngapi? Ukikuta ana nyumba 10 wameuza moja. Msimga huruma sana. Lakini bado still mimi nachukua hela alafu sikutaki kwa sababu unauzaje nyumba kumpa mtu? Utakuja kuniuza mimi na watoto. Kweli run away. Yeah, you take the money and please. Lakini unaangalia kwa matukio. Unaangalia financial capability. Hapa ni watu wakishua wanauza nyumba moja. Bad decisions ambazo hazivumiliki. Yeah, that's a very bad decision. So tell me something you did and you're guilty of. Chap. Do you want to start? No, I want you guys to I can start. Mimi jamani, so I did something that I'm doing. I think hata leo nimefanya. Mimi niko very slow when it comes to kujibu messages. Yeah. And this is something I need to work on. I testify. I am taking accountability. Thank and I'm saying something I need to work on. It's not nice. I feel really bad when I realize sijamjibu mtu, because mtu kuelewa kwamba like kuna watu tu wako hivyo. Yani unajua I understand kwamba it feels like you're being ignored. But kuna watu tu wako hivyo. Yani I am telling you from the bottom of my heart, kuna muda nasahau kabisa. Yani naingia na post a story, after the worst part is I'm very good at posting stories. So naingia na post story, mtu anaona mbona anijibu lakini ana post story. Kumbe naingia pale kwenye kidude na post. Naingia kwenye kidude na post story natoka. And then I'm like, if sijibu message ya mama, mama anapiga simu. Happens. Hivi unajua kama una mama? And I'm like, oh, I'm so sorry. So tena bora Insta, WhatsApp. I think WhatsApp. Mimi I'm fast at answering stories message, lakini iwe pale mbele. Yani ni scroll. Yani kama watu 10 wamenitext au watu wa chini wanaweza nikasahau. Easy way ya kujibu text ni uigundua. Mwenye kuna wa chini kwa nasahau. Nenda pale kwenye unread pale juu. Ndio hapo baba mpaka niingie unread. Ukishapita unread ukijibu inatoka. Zamani ilikuwa ukijibu inatoka. Sasa hivi inakuja juu pale tena inabidi uscroll. Kuna Excel mpaka uje kuifungua. Ukifungua ukijibu itatoka, utajibu mwingine hivyo. Okay. Yeah, so that's mine. I'm very guilty of that and I'm sorry. Which is I'm working on it. Okay. Wewe? Yeah, you're working on it. Yeah. Lately nimeona. This I know. Right? Yeah. Amona kuna some changes. Ni kama anajibu text. Yeah, leo kajibu. Diana, since last week on Wednesday kajibu. Okay. Sasa ya kwangu Smiley hapa ataweza kanikasirikia because she's into women empowerment. I feel guilty lakini it's okay. Kuna siku nilitaka ku request Bolt ya boda. Nika request, nikaka kidogo nikaangalia. I saw it's a woman, nika cancel. Boda Diana. Acha mimi ninge cancel. I'm sorry. I'm sorry. I'm sitting with enemies. I'm sorry. No. My enemies. I can't. I know. I can't. Boda. Unajua kuna saa anashusha mguu chini anatafuta balance. Unajua kama Diana, you have been to Thailand, right? Yeah. Majority
barabarani pale kesho wanaume wanawake equally. Wanaendesha bodaboda. Kama mimi kule Cambodia is worse than here. Indonesia. But it's the same. Wanaendesha bodaboda vizuri tu. Mimi I would be so comfortable. Yani kuta mwanamke tena mkumbatia, yani ningemshika kabisa. Kule hamna chaos, lakini me have been to Indonesia but hakuna chaos kama ilivyo hapa Bongo. I don't think kama I think for me Cambodia Bongo is Cambodia it's really bad. Yani wanakosa I'm sorry for whoever kama ushe kukanseliwa maeneo fulani. It's me and I apologize but for her as well. But me too I apologize. Lakini nijaribu. Uthubutu tujaribu. Na sitaki kusema I might do it again but no. I'll try this time. Me I'm praying for you. Sababu mpaka ameweza kuwa registered, anaweza kuendesha watu, ana record. Sana record pale ana ratings. Ashaendesha watu. Ana miguu yote miwili. That means bajaji yes. At least for her safety. So for us now, for her safety as a woman. Na nchi ya mwanamke ilivyo, I would wish Mungu amjalie pesa anunue bajaji. Au hata gari. Maybe it's a choice. Mimi mwenyewe nataka nianze kujifunza kuendesha pikipiki. Kuna wanawake wanaendesha kabisa tena zile za nini zinaitwa nini zile? Business unajua kwa biashara siku nzima kukalia pale mbele. Mgongo unakuwa hujaegemea vizuri. Amonita content za wanawake wanaendesha pikipiki wanaanza sasa content wanapenda kabisa yani. Wana race. Content tofauti na kazi. Okay. Hata mimi mwenyewe jamani kazi yake kuna watu ni racers. Motorcycle racers. Wale wanabinuka hivi wanaenda kwenye wanafanya hivi. Wanawake wapo. Okay. I'm sorry. Yeah, we know. Me something I did and I'm guilty of. Nilikuwa nimetoka kazini. I was so tired and hungry. Napenda juisi ya embe. So ile juisi kumbe mtoto alikuwa amesumbua kula. Imesagwa kwa ajili ya mtoto. Mimi nikainywa. Na nikainywa niweka pafu. Piu. Kudu. Na chupa imeisha. And at least you feel bad, it's okay. Did not eat. Yani na mtoto kumbe alikuwa ajala siku nzima na jioni ndo kama amekiwa. Ukamtengenezea nyingine nyingine ipi na nyumbani kwetu mbali na sokoni. Amna semeni maembe. Yani hata hujambaki. Sarah. Nilikuwa naona itokee lakini uko hujamalizia. Hana chakula umekuta mtoto. Yeah, I'm guilty of that. Umwacha mtoto alale njaa? No, alikula wali kwa mbinde sana. Okay. Na ni mjukuu wa mama yangu. Mimi nimezoea kwa mtoto mwenyewe nyumbani. Kwa chochote I find, I think it's mine. So, yes, hicho ni kitu kina face watu wengi ambao wamezaliwa only kids. Kwa nikaa nimesahau kama kuna kids at that time. Mume wako anajua utakula chakula mwanao? Ajiandae. Akiwa ananunua kitu cha mtoto anunue viwili jamani. Cha mama na mtoto. Kwa sababu hivyo sasa ukishakuwa mama unabadilika. Sikufanya makusudi ndio maana nimesema I did that and I'm guilty. Okay, I felt really bad. We forgive you. Yeah. We hope the baby forgives you too. Yeah, I hope so. Yeah. So kuna vitu ambavyo kwa mfano una mtoto wako wa kike au mdogo wako au any person you know mtoto wa kike ambaye amemaliza chuo au anaanza maisha. Kuna vitu anaweza akavifanya kumfanya yeye kufanikiwa. Maybe early 20s. Kwa hiyo cha kwanza I think asipate mimba kabla ndoa. Mimba kabla ndoa. Kwanza achana hiyo trauma ambayo mwanaume atakupa hiyo ya baby mama. No, it's your time to try and error. Ukifeli at least unafeli mwenyewe, ufeli na mtoto at your back. At least unaweza ni muda wa kupata opportunity, utapata opportunity labda kwa nchi ya kwa mkoa. You have to be flexible. Kwa hiyo yani ukiwa na mimba kuna opportunities zinaweza zikakupita, you're still young. Au ukiwa yani una mtoto unamnyonyesha, opportunities zinakuja. So just save it. Mtu akitaka kukupa mtoto akuoe au when you are ready kama financially just yes. Kingine kuwa fearless, punguza kuomba ushauri. Ni muda wako wa kujaribu, yani kuna watu wana majukumu yes. Yani kuna mtu atakushauri according to fear zake, limitations zake, experience zake. Hata mtu anaweza kaa kwenye hiyo field lakini anakushauri kwa sababu ya wivu. Mtu atakwambia usianze biashara ya nguo iko too saturated. Kuna mtoto anazaliwa leo baada ya miaka 20 anakuja kuanzisha biashara ya nguo na atafanikiwa. So as long as you have passion on something, just do it. Kuomba ushauri sijui nini. Kitu kingine, be selfish. I'm not saying selfish, but you have to be selfish of your time, of people.
mtu yote anaye kudrain, hata kama ni familia, you think that mimi kukaa nyumbani inani drain sana. Kuna familia watu wana drain. Just ondoka nyumbani in a peaceful and a kind way. You have to put yourself first. Your friends, hata kama umetoka nao shule nini, you have to let them go. Yani if they wana block, unaona sense of jealousy, anything una block, just cut them off. Mahusiano ambao kama unaona yani anything that drains you, please be brave enough to let go. Kitu kingine, usidate for vibes. People are dating, unajiona ni mdogo, you are dating for vibes. Labda tukilewa, tukinini, we are vibing, but you have, yani mahusiano ndio yanayokusukuma maishani kwako. Kila siku una solve makesi. You can't stay and think and focus kwamba I have. Unajiona mdogo sasa hivi, utashangaa miaka 5 imepita, ukiangalia nyuma all you are doing is kuhustle kwenye uhusiano. You are doing nothing. I think you can do that. You can date for vibes as long as you're not getting too attached. Yani kama wewe una date alafu when things are going wrong, like una red flag unaziona, you can detach. Yes. Then that's fine. Sasa, can I add kwa mtoto, kwa sijui tunaita watoto, kwa mtu ambaye adaana na madress hapo, hiyo akili ya kusema na detach, it's not easy. Okay. Msichana ambaye yuko easy kudetach ni kuanzia labda miaka 20, 27. Tunaongelea mtu chini ya miaka 20. 25 kushuka chini. Yaani mtu amaliza chuo ni below 25. Below 25. Ni mdogo. Yaani kusema eti anakaa pale akigundua hichi kitu sio kizuri anaondoka. It's not easy. No, wapo. Sarah, wapo. Yani, if you have uwe na hiyo courage ya kuondoka. If you vibes is nice, you have to vibe with somebody. Lakini vibes too is kuweka kwenye mahusiano. All I'm saying is only vibes. Kwa sababu unajua ukiwa kwenye mahusiano with the right person, yani mtu ambao you are growing together, hata kama mmemaza wote chuo, there's a very big advantage ya kuwa kwenye mahusiano. Let's be honest. Ukiwa na mtu ambao mna focus, mna goals, mna nini, also you're vibing. But all you do is vibes. Yani nye mnapatana mkilewa. Mnapatana mkismoke. You get that. You don't settle for vibes only. Yani mahusiano yanaweza kukupa a lot of success if you're with somebody ambaye. Right. Yes. Kitu kingine, kuwa curious na afya yako. You meet somebody today, kuwa curious, afya yake ikoje, afya yako ikoje. Kuwa curious kwamba I'm adding too much weight. Fanya mazoezi. Yani you are young, you can be beautiful. Na trust me, kuna kitu check up pia za mwaka, kila mwaka, especially wanawake, we should do check. Fanya mazoezi, be fit, you are young. Kuna yani watu wanaona lakini kuna pretty privilege. It's real. Kama unaweza ukawa in a certain body, kuna opportunities unaweza ukapata just because of looking a certain way or feeling a certain way. Afu health sio tu physical health, mental health. Hakikisha yani ukijiona kama unajaribu ku lose your mind, get away from that situation. Yani afya yako ina determine your success in a big percent. Ukipoteza your physical health, wewe umekutana na mtu leo, mmesha kuapuana. Just be curious. Usiogope kumwambia mtu twende hospitali tukapime. Yani don't be scared. Pia uliza. Uliza and ushawahi kupata STD, So please, watoto wadogo I hope here. Alafu this is the last, kama mnacho kuongeza, I think you have to choose God. Choose God kwa sababu, I'm saying choose kwa sababu umetoka shule au nyumbani kuna system fulani, labda shule mnatoka, mnaenda kanisani muda huu, nyumbani kwa sababu baba na mama wanaenda kanisani au msikitini. You are going kanisani au msikitini. Lakini ukitoka huko nje, it's your choice to go kanisani. It's your choice to choose God. Your choice to fast. It's your choice. Everything is your choice. Kwa hiyo mwisho wa siku, kuna vitu vingine you don't have to use a lot of energy. We mwachie tu Mungu, you don't have to be in survival mode every time. Kwa hiyo just put your trust in God, work hard. Usiwe unaogopa unataka kushoot content. Watanionaje? Trust me, you have nothing to lose. You have nothing to lose. You have the world for you. Bado wewe ni mdogo, you have a lot of opportunities. There are good people. There are good people than bad people. Ndo maana jela, percent ndogo iko jela. Yes. Kwa hiyo trust me, there are good things, but there are good things when you take care of yourself, when you position yourself in a certain way. Good things, good people follow you. Work hard. Yani usiogope kwamba watu watanaonaje, as long as you believe in it, it's legal. Just do it. So kama una mtoto wako mdogo wako, you can add, yani hata wewe unaangalia unaweza kaongeza kitu gani ambao mtoto. We are saying mtoto wa kike because we are girls, lakini hata mtoto wa kiume inaweza akai convert it to his side. So that's it. Cha kuongezea hii yote in a nutshell, I think anatakiwa pia awe na discipline.
Exactly. Maisha bila discipline. Yes, bila discipline unakuwa tu unaendaenda hivi bendera futa upepo sijui. Okay besties, kuna dilemma, tumsikilize bestie wetu ameshare. Okay. Anasema, je, nimwambie rafiki yangu kuwa mume wake anamcheat? Nimepata kazi kama manager wa hoteli. Sasa nimekuwa nikimuona mume wa rafiki yangu akija na wanawake tofauti mida ya mchana. Huyo kaka hanijui kwa sababu huyo sio rafiki yangu wa karibu sana, ni kwamba tulisoma wote tu. Inaniuma sana kwa sababu ninamuona kwa wiki kama mara 2 nikiwa kwenye shift. Sasa sijui siku nyingine ambazo sipo bado anakuja na ni wanawake tofauti sometimes. Labda kama siwaoni vizuri, lakini uzuri ni kwamba ananunuaga protection kila akija, so naona my friend bado yupo salama. Je, nimwambie? The protection part ni uzuri, unajua sometimes at least mtu ana nani, lakini inaelekea hawana that closeness ya kumwambia. Because for me, would you tell? Hata hajaingia, yani akiwa ndo unaenda kwenye lift, yani ndo anabonyeza, mimi tayari nimesha text kama ndo kupiga. I'm like, I'm looking at him right now. Mdada kavaa nguo nyekundu, kavaa skuna. For me at least, na picha evidence. Hata kama picha sijapata, lakini utafukuzwa kazi. Ukipiga picha, ukitoa hizo confidential information. Okay, kwenye kufukuzwa kazi I cannot, siwezi kusema tu I risk that, so sijui situation ya udada to be honest. Lakini kama everything is good and dandy, I would risk it. I think else utumie wrong number, I mean a different number ambayo hawajui ni wewe, umpige picha uitume. A different person kabisa. But the thing is, labda picha upate, lakini bila picha kumconvince mtu ambaye kwenye mapenzi anampenda mtu kwamba fulani anakucheat bila evidence, alafu mtu anayemwambia hamjui. Sometimes unakuta anaambiwa sana in such, watu anasema hey, watu wanaonea wivu ndoa yangu or something. Yani it depends with the kind of person. Sana mmesoma wote shule amesema. Humjui sasa hivi ukoje. Hawana ukaribu sana. But if you really wanna tell her, find somebody else. Hata sio wewe. Somebody else akwambie kwamba nimemwona mume wako anaingia somewhere. It doesn't have to be anaweza katafuta random mtu pale ambaye huyu mdada hawezi kwenda kusema ni fulani kutoka fulani. Hata jirani yake akirudi nyumbani, kwamba mwanamke, wanawake tunasaidiana, kwamba mwanamke mwingine akamwambia hey, nakupa namba fulani, naomba umpigie umuelezee kwamba hivi na hivi na hivi na hivi kuna mtu wako. Ila baba kwa nini kila wiki nzima jamani, wiki nzima anasema anamwona karibu mara kazi kufanya. Sasa mchana unajua it's break time. Wewe ile lisali moja. Jamani, kila siku una pepo. Hajasema kila siku, amesema at least twice ambazo yeye ana shift. What if siku ambazo hana shift anahisi labda anaenda pale. Ndo anahisi. Jamani, imekuwa dozi. Kuna watu they have addictions. It's like ukiwa na addiction ya pombe unakunywa kila siku. Kama ni mapepo sasa. Ndio bwana, sema wewe una pepo like kila na umeoa. Kwa nini ulioa? Me I believe kwamba if mtu uko naye kwa mahusiano kuna vitu anavifanya in a repeated way, you know. Yani kuna vitu unavijua, wengine hawajui. Kuna wengine they're so oblivious. Kuna mtu yuko kwenye ndoa anachagua choosing peace, which not really but choosing peace. Kwa hiyo hataki kujua hivyo, yani hafuatilii, hagusi simu, sijui read between the lines, hasikilizi hagati, yani yeye yuko kwenye dunia yake mwenyewe and she's okay with that. She's fine. Utamfuatilia mtu, utachanganyikiwa. Utakiwa mfuatilie mtu Okay, me I believe utakiwa mfuatiliane but mimi sikufuatilii, like kama ukiniambia kinipa sababu ya kukufuatilia nitakufuatilia na nitapata ninachokitafuta. Long story short. Yani usimpe mtu sababu tu ya kwa nani. Kwa dada amwambie au asimwambie? Amwambie indirectly. To me I think amwambie, but sio yeye wala sio mtu wa kazini wala nia. Yani aende nyumbani huko atafute mtu hata muuza duka mangi, atafute mdada huko mtaani kwao, amwambie nisaidie kumwambia ABCD, labda kama amezoeana wewe dada, siku akiingia anamwambia aje kumfumania mama. Mimi ndo nilichokuwa nawaza, labda ningemtambia Alhamisi saa fulani njoo hoteli fulani. Asipokuja atajijua mwenyewe. Yani inatakiwa kwamba anakuja hapa na mdada wa design fulani fulani. Kwa hiyo utakapofika pale utakiwa tu parking. Simama parking. Subiri hapo utamuona mume wako anakuja. But ndio hivyo amwambie huyo dada huyo third party. Routine yake kila siku. Yani amwambie huyo third party kwamba siku akija amwambie huyo dada, yani si mimi nimeona. Nikimwambia mwenyewe straight away it's fine. No Sarah. Utafukuzwa kazi.
Hajasema kwamba atafukuzwa. No, it's yani hizi sehemu za starehe, that's a confidentiality. It's ya that way. mteja. Yeah. Lakini I feel like it's only confidential if you give nini, Taarifa let's say za room mteja. number. Labda ameingia chumba fulani, No. amerejista kwa jina gani, lakini kama No. yuko nje Wewe kama hata ni ndani hajaingia. mfanya kazi unamuona a frequent customer. Unajua frequent customer unakuta hiyo chumba anakioccupy kwa wiki mara 4. That's a very good customer. Ukimtoa pale kwenye ile hoteli unafukuzwa kazi. Yani it's a no go. Kwa hiyo mimi hapa nimemuona, mimi ndo namuuliza kama mimi ndo udada. Na kutafuta wewe huko mtaani kwangu. Wewe ukiongea naye utamwambia kwamba nimepewa namba yako, kuna mtu anasema huko hivi na hivi. Alafu siku mume wako kaingia, amekuja pale, unamwambia msubiri nje, maana ukiingia huko ndani hawatakuruhusu. Atamsubiri huko nje. Wewe ukimwona ameingia, unamwambia sasa huyo shoga yako kwamba mwambie yupo, amsubiri nje. Ukute sasa mwanamke naye ukute na wale ambao unamwambia tu, unamwambia mume wake, nimeambiwa nije hotel fulani utakuwa na mwanamke hapo. Kwa nini Abadin umefanya ila mwisho wa siku afu nikishafika pale nafanyaje? Yani ukienda ujue uko tayari na unachoenda kufuata, kwa sababu kama hutaki ni bora ubaki tu nyumbani, usiende, kwa sababu kama unaenda kufumania then you should be ready. Ukibaki nyumbani roho inafuta thinking about whether unabaki naye au unamwacha. Ujue unaenda pale na nitafanya nini? Sio wewe utafanya nini pale, no, after seeing that what will be afterwards. Yeah, will you leave? Will you stay? Kama you think you will stay, don't go. Baki tu nyumbani. Because it's embarrassment. Wewe mwanaume anaona kanifumania na yupo bado. Unajitesa, unajipa memories ambazo zitakuhaunt for a long time. Kama unajua utamsamehe kwa kweli, usiende kabisa. Kama unajua utamsamehe usiende, usifumanie. Yaani ukiona kabisa umeambiwa yuko hapa, ukajua kabisa huyu mimi ndo till death do us part. Ila simwambie tu. Maana mwisho wa siku atakuja kufind out mwenyewe. Me personally siwezi. Unajua nini? Zara, unaweza have two ways. Either nimwambie aje mwenyewe, ashuhudie mwenyewe, au yani like 40% namwambia, 60% simwambie. It's ngumu kwa sababu mtu hajui kabisa, hana any even hata ile hint kwamba something's going on. It's very bad. The issue is the frequency. Na kama anamtreat vibaya nitamwambia 100%. Ila kama they having a happy family, atakwambia na happy family. How do you know they are happy family? People hide things in marriage. Happy, atakwambia no, I'm miserable. Jana nimelia kweli kama sijalala. Tumepigana. Unless you're that close, lakini tumeona kwamba they're not close. Kwa hiyo they're not that close. Yaani watu wamesoma wote, unajua tunajua kwa sababu watu wanapost this is my husband, this is my wedding. Kwa mtu unakuwa umemweka tu au anapost tu. Kuna watu haujawahi kuchati nao muda mrefu na umemaliza nao tu chuo au shule. So it's alafu anaona status familia. Yeah, this is a proper dilemma, to be honest. Hata mimi nipo dilemma. Mwenyewe jamani, lakini we are not hatuko wenyewe. What do you think? Yes, what should you think? Yani comment. Ya leo tumewaachia wao. Tuachie kwa kweli. Tumewaachia. Maana unataka kumwambia utaki. Unamwazia watoto wakisha imagine wameachana, unakuja kuhisi wala watoto watateseka. Anamsamehe, unaikiwa status, kesho unampa unakuta wale wanafiki wanaotaka kuachanisha mahusiano ya watu. Mtu anaanza kuandika pale wivu ni chanzo cha uchawi. Sijui. Wacha wengine wako humo status. Yani mwanamke zako kumbe. Lakini hadi unasema hadi mwanamke yani anakupost pale. Yani for today inaelewa tumekwama. Tusaidieni tu nyie kwa kweli. Ila wanaume jamani hawaheshimu matukio. Lakini wanaume wanajua kutuaibisha. Yani ni hivi, hamna kupoa. Lakini men are good people. They help us in a lot of things. Yes, they do. Lakini ila ndo hawajatulia. Yani akili zao zinawazaga tu kutuchangamsha all the time. Hasa ukichangamka lini yani wewe? Yani wanawake lazima amsha bwana. Second dilemma. Mchumba wangu anataka niache kazi akisha nioa. Nimemjua huyu kaka kwa muda wa miezi 8 na anataka kunioa. Anafanya kazi na anaingiza kipato kizuri tu. Pia ananisaidia vitu vyangu hapa na pale. Sasa akaniomba aende kwetu kutoa mahari, na kweli akaenda na tupo kwenye maandalizi ya ndoa. Majuzi tulikuwa tumekaa mahali tunakula, akaniambia kitu. Akasema nikisha kuoa nataka uache kazi. Nilikosa pumzi kidogo nikahema,
Nikatafuta nguvu za kumuuliza kwa nini. Akaniambia, nataka nikikuoa ukae nyumbani ulee watoto. Sitaki mke wangu afanye kazi kabisa. Mimi ninafanya kazi na nitahudumia familia na hakuna kitu utakosa. Machozi yalitaka kunitoka, lakini nikajikaza nikamuuliza, je, nisipotaka kuacha kazi? Akasema, sio ombi. As long as wewe ni mke wangu, hautofanya kazi. Nikajibu tu sawa, sijataka mambo yawe mengi. Sasa nipo dilema. Ndoa nataka na kazi nataka. Ndugu zangu na wazazi wangu wote wanajua naolewa. Navunja vipi ndoa kwa sababu ya kazi? Na pia nikiingia atasema niache kwa sababu ameshaniambia kabla hajanioa. Na nikakataa. Hiyo ndoa itakuwa haina amani kabisa. Najisikia kuchanganyikiwa. Nachanganyikiwa. Kwanza kwa nini amesubiri ameenda kutoa mahari ndo aseme? Wasingeongea before kutoa mahari. It's trapping her. That was crazy. But she's not trapped. They're not married yet. Yeah. Plus ukitoa mahari sio kama ndo umeolewa. Exactly. Bado hamjapishana Which kiapo. kasema yeye mwenyewe kwamba ni kweli kama akiamua kuolewa naye knowing, kwa sababu kamwambia kabla ya ndoa, knowing kwamba nikiolewa nitakuwa naacha kazi na asipoacha kazi, yeye ndo atakuwa mkorofi. Kila atakapoenda kusemewa yeye ndo atakuwa mkorofi kwamba tulikubaliana kabla ya ndoa ataacha kazi, tumeoana hataki kuacha kazi. So the decision has been made wakati huu kabla hujaingia kwenye ndoa. Kwa huyo mkaka na kwa wanaume wengine mtakao kuwa mnaangalia. Unajijua unataka mwanamke wa kukaa nyumbani kulea watoto. Kwa nini ukatafute mwanamke anayefanya kazi? Thank you. Like kuna wadada wanataka kuwa housewife. Yes. Kwa nini usiende kumwoa yule uje kumwacha, yani kumtoa mtu kwenye goals zake. Mtu anafanya kazi. Mtu amejiinvest kwenye kazi yake, mwingine kashasoma na kusoma. Like mimi nimetoka kusoma CPA. Eti unaacha kazi? Umenikuta nafanya kazi. Mimi ni mtu wa kazi. Kwanza angalia, muulize huyo kama mamake anafanya kazi, dada zake wanafanya kazi. Kwa nini mimi niache kazi? Unaona watu wote ambao hawafanyi kazi huko wanapenda, kuna watu wanapenda kukaa nyumbani. And it's fine. Ndio anachopenda. Wafuate hao. Kwa nini unifuate mimi? Hapo kaka kashakosea kwa sababu I'm pretty sure wakati wanaongea kwenye talking stage wanaulizana unafanya kazi gani? Akajua. Yani muda ule ulikuwa yeye kusema mimi sitaki mwanamke anayefanya kazi. Wakati wanaongea mimi sitaki mwanamke anayefanya kazi. So kama hauna mpango kuja kuacha kazi, let's stop here. Yes. Right? Yeah. Akaendelea naye mpaka kamtolea mahari na unajua kumwambia acha kazi. Hapo kamfanyia makusudi. Yani anamtrap. It's not nice. Yes. Lakini pia the ball is in the woman's court kwa sababu sasa hivi kashaambiwa hata kama ameshatolewa mahari hajaolewa. Anataka hiyo ndoa. Ndio amesema anataka ndoa, kumwacha mtu kwa sababu hutaki kuacha kazi na kumtegemea. It's a valid reason. Kuvunja ndoa. At least for me. Anataka vyote. Lakini duniani my sister, hauwezi kupata kila kitu. You choose one. Ndio situation kama imesha kutokea. Mpaka yuko you choose one. Yeah. Mpaka yuko hapa ameshajua there's a positive side and a negative. Hutaki kuacha kazi dada. Kwa hiyo chagua ubaki na maisha yako ya kazi, upate mtu mwingine ambaye atakuvumilia na kazi yako au uache kazi uende kwa mwanaume. Labda na hisi sijapenda hiyo part aliyosema sio ombi. Na he's very aggressive because ndoa ni makubaliano na pia ni commitment ambayo pia kunatakuwa kuwa discussions. We discuss things. We communicate. We talk. You don't command me to do something. We're supposed to be equals. Kwanza utakavyoomba hiyo hela kwa huyo kaka mpaka aje kukupa. Wait there. Yani mimi hata kama ningekuwa na mpango wa kuacha, hiyo kuniambia sio ombi. Sio ombi. Hiyo tu kuniambia hivyo I'll be like aha. Hilo tu sio ombi. Imagine kuna mangapi yanayokuja. Hapana, I think you know the answer. You know the answer kabisa. I mean kuna njia pia ya kuweza kuongea na mtu wako kumwomba aache kazi. Kuna njia, kuna watu ambao washafanya hichi kitu na wamefanikiwa kwa sababu jinsi walivyoongea na partner wake. It's not inategemea pia na kazi anayofanya. I don't think it's not a matter of talking, it's a matter of security. Yes. Do I have your bank account? Yes, sio tu hivyo. Jinsi unavyo present kama umeamua kumpelekea mtu offer hii, kwa sababu hiyo ni offer. Acha kazi na kukupa something else in return. To do, Make sure umetengeneza presentation iliyoshiba. Yes. Unakuja kwangu kuniambia niache kazi. That's a respectful way to do it. Imagine una wazazi nyumbani. Mimi nitaamini vipi kama utanihudumia? Kutuma kasukari. Ukitaka kutuma sukari kwenu
mume wangu Naomba hela nitume sukari. Really? Ndo mnachotaka wa baba? Na hiyo ndo pati ambayo ni ngumu, sio hata wewe, kwa sababu wewe atakuhudumia familia yako, familia yangu nyumbani. Alafu si African family, you have to take care of your family, hata kama hawana shida, lakini just providing to your family feels good, bila kuombaomba. Yes, unajisikia tu nyumbani, leo nina namba ya mita ya umeme, ninunue umeme, naenda nyumbani kuwasalimia. Baba wangu anapenda nyama choma, hebu ninunue mguu wa mbuzi nipeleke. Jamani, nakuja nyumbani na hela ya mguu wa mbuzi. Really? Jamani. Na anaanza kuona familia yenu mna shida. Yes. Don't try it. Akifika najua kile kiatu cha mdogo wake fulani nimenunua mimi, ile TV pale nimenunua mimi, hii hapa ni it feels good wewe ila kuna mtu akija pale ana present labda kazi unayofanya uko very busy, unarudi nyumbani labda saa 4 usiku. Tushakuwa na mtoto mdogo sasa hivi, maybe tufanye biashara fulani ambao wewe utakuwa lose kidogo. Utapata muda wa kulea familia. Na kwa sababu mimi nipo busy sana, at least wewe tukakaa chini tukadiscuss, okay, tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini acha kazi kaa nyumbani ya familia, sio ombi, no disc. That's crazy. It's mad. Tena mad times 2 pale ambapo unamchukua mtu mwenye kazi yake. Yani hapo ndo kabisa, yani wewe unakuwa, wewe mwanamke ukija kuolewa, ukiolewa, know that it's over for you. Alafu wanawake punguze kusema sawa in things you're not okay about. You had to question them. Yes, you had to question him. Kwa nini niache kazi? Amekwambia kwamba how will I have a source of income? Ungetaka muulize. Yani you are supporting me. How is that support? Yes. How is the source of income? Kwamba unaniingizia kila mwezi kiasi hichi. Au tutaanza kushirikiana kwenye biashara yako. Yani what will make me active? Kwa sababu kunyonyesha unless labda anataka aache kazi afanye biashara, hapo sawa. Ingekuwa biashara udada asingekuwa amechanganyikiwa hivi. Lakini yeye ni kama anamuogopa kaka in such a way kwamba anasema just yes. Okay. Na hiyo sio relationship nzuri, yani sio mapema hivyo, hata ndoa hamjaingia tayari unaogopa kujiexpress kwa partner wako. Ila kwa nini? Hiyo sio shida. Ila kwa nini miezi 8 ndio iwe kigezo cha kufanya usiwe comfortable? No, she just gave a story which is okay, lakini main point is that ila miezi 8 it's okay kuvunjia. Sababu kwenye ndoa hakuna kukutetea. Kisha ingia kwenye ndoa ni hata kama kulikuwa kuna wazazi wanakubaka nyuma zamani, sasa hivi kiingia kwenye ndoa ni huko mwenyewe. Kwanza kikaa anasema nilimwambia, sijakwambia. You need to be able to stand up for yourself. Nimekwambia haya. Kwa nini umeingia kwenye hiyo ndoa? Utaambiwa ungekuwa utaki ungesema siwezi. Nakuwa nasema hicho, yani itakuwa weapon yake. Mkienda sehemu nakuwa watu wanataka kutengeneza resolution, wanauliza shida ni nini, kwa nini mnagoma, kwa nini mnataka kuachana. Huyu nilishamwambia aache kazi, akakubali, sasa hivi hataki, kwa hiyo yeye ndo mwenye shida. Alafu nimemwambia kabla sijaamua, sijakwambia wewe dada. Si nilikwambia? Ndio uliniambia, lakini basi. Bana, tafuteni watu ambao wataki kufanya kazi. Kweli. Kazi zao. Kama ni mwanaume unataka stay home wife, mtu ambaye afanye kazi yoyote, wewe ndo mhudumia. Tafuta mwanamke kuanzia mwanzo wa maongezi, muulize unafanya kazi? Yes. Uko tayari kuacha kazi yako ubaki nyumbani? No, tafuta mwingine. Kuna mtu niliona kwenye Instagram huko anasema kwamba eti sio kwamba siku hizi wanawake ndoa sijui ni ngumu something. Yani something, afa akasema no, ni kwa sababu mwanamke anafanya kazi lakini anasahau majukumu yake. Kupika, kufua, sijui nini. Anasahau, kwa yule dada wa kazi ndo anakuwa kama mke. Sasa si bora uache dada wa kazi. That was bad. I would like to say kwamba marriage is like a partnership. If you are not living as a king and a queen, lazima mmoja is a slave. Yani wewe unataka kuwa mfalme and a slave. It's supposed kwamba tukipata hela tunataka tuongeze maids. Yani hata kama una uwezo wa hire a chef, haya mkae mdiscuss maendeleo wakati mtu anakupikia. Sasa wewe unahisi mke ni yule anayepika. Yani wewe you smile when you see mke wako ana deki, yani that is haina shida. Kuna wanawake wanapenda hivyo. Lakini sasa sio expect mtu aende kazini kama wewe. Mnaenda wote kazini, mnaondoka asubuhi saa 12 mnaenda kazini. Anafanya kazi saa 2 sijui mpaka saa 11 jioni. Hiyo saa 11 jioni mkirudi nyumbani, yeye ndo afanye kila kitu kilichobaki cha nyumbani, akupikie. Wewe umekaa tu. Wewe unapumzika. Yeye muda kupumzika hana. Alafu bado unamwambia mbona muda wote yeye mudi? Mbona huna raha?
mbona mke wangu ana hasira muda wote? Eti. She's burnt out. She's tired. Yani hana muda wa kupumzika. Wewe unapumzika ukifika nyumbani, yeye akifika nyumbani anaanza chores. Eti nataka unipikie wewe tu. Eti unasema si chakula cha dada. Dada wa kazi kama unataka mimi nitakupikia pika kwenye friji. Kama unataka unakuja tukirudi na kupashia kiporo chako sisi tunakula. Kwa sababu yeye ni mtu anafanya kazi, ameamka na wewe, anarudi na wewe. Yani tutakupika tu baba au cook for you. Jumapili. Lakini wewe ndo ufue. Tunafanya meal prep. Siku tunafanya kwenye friji tukiwa nyumbani mimi na wewe tunapika pamoja, tunaweka kwenye makontena. Hicho kiporo chako tutakipasha, utakula wewe. Mimi sio kiporo bwana. It's just a meal prep and make it English. No. Kiporo. Kwa sababu ni mjeuri. Tutakiita ni kiporo. Hamna, unajua yani usio kwenye ndoa kukomoana. It's just kwamba kumhurumia mtu kwamba amechoka. Mwangalie mwenzako kachoka. Hii kama una hela, find helpers. Jamani. Tutaka sio sifa. Afu utakuta mtu anayeyo anakuambia mbona zamani? Babu yangu sijui. Sawa, babu yako alikuwa yeye ndo anaenda kutafuta hela. Bibi yako yuko nyumbani siku nzima. Kwa bibi wapo. Wewe unataka mimi pia nikatafute hela, nije nyumbani kuhudumia. Alafu bibi zetu na mama zetu, women wa zamani waliopitia maisha, they don't wish sisi tupitia maisha. Ndio maana wamama wengi atakwambia tu maliza mambo yako yote, kuwa financially stable ndo uolewe. Na huyo mama wako pia ambao hana kazi, hawezi kuambia uache kazi kwa sababu anajua labda vitu ambavyo alitamani kufanya yeye akiwa na pesa zake. Kwa hiyo trust me, you are going in a king and a slave. Yani wazazi wetu wengi, they don't wish maisha yao on us. This is a fact. Na ndio maana unakuta and it's for a reason. Wasichana watoto, ndio maana wazazi wengi wamekazana kupeleka watoto shule. Wasichana siku hizi tunapelekwa shule sana kwa sababu hawataki maisha walioishi wao tuishi sisi. There's a place kuna kitu niliona kwamba there's a reason kwa nini married men are happy and married women unhappy. The reason is that it's out there. The reason is that mwanaume is goal oriented. Yani yeye anakupursue good thing, akishaoa I have achieved marriage. Kamaliza, yes. No more effort. A woman, marriage is the beginning of a life. Kwamba sasa hivi ndo aijibu. Kwanza kwenye kitchen party mama yake anakuambia, nimekulea vizuri, usiniaibishe huko. Nimekulea vizuri, ukapende hao nani wako. Yani kwamba her life begins after marriage. Lakini sasa kwa hiyo akienda mwanamke anatakiwa nyumba yake iwe safi. Mwanaume wake akivaa shati ambalo limejikunja, mke wako una mke wewe. Sema wajuzi una ile shati. Alafu yani unakuta anatakiwa yeye afikirie kupika. Chakula mwanaume akija akute iko chakula. Yani these are things a woman should do. Yes, lakini sometimes they do it too much in such a way that they forget themselves. Yani anaifanya in a way kwamba nisiaibishe. Mama mkwe lazima ndo anayojibu. Ndo isipojibu mwanamke ndo anaonekana hawezi kubeba. Yes, kwa hiyo mwanamke anakuwa anaingia kwenye ile ndoa kwamba now in marriage natakiwa nifanye vitu as a married woman. But au mwanaume anaweza kumwambia rafiki ambao hawajaoa hawa not good. Wewe mwanamke sasa hivi unarudi saa 7 za usiku, lakini mwanaume he maintains his friends. Mwanaume he maintains his body. Unakuta loa peke yake, ulobaki wote marafiki zake wote bachelors. Hana hormonal change ya kuzaa nini. So a man he is becoming more happy kwa sababu hata mwanaume afikirie tena sijui nikija nyumbani akiwa bachelor, sijui niagiza chips yai, sijui chips kuku, chakula kipo, usafi umeshafanyika. All he does is relax, while a woman maisha yake ndio yameanza kwa hiyo there's a way to ease in. Lakini pia wanasema kwamba there are people whose lives are yani marriage zao there's ease kwa sababu it's two people, two adults who wants to make it better. Sio wewe sasa unakuwa kama mama kwa huyu mwanaume. Jamani, wanaume hawaflashigi vyo. Yani wakishana hawaflash. Kwa hiyo instead of he's a grown up, you say please flash that. Lakini unaenda kunamfanyia. Anatupa nguo. No. Nguo ziweki hapa. You just have to live as two adults. Mwenyewe alikuwa haflash. Sasa unakuta yuko ameshazoea kuwa na mwanamke anakuja kumfanyia hapo nyumbani. Maybe I think pia it's society kwa ujumla tuna waandaa wanawake kuwa wake, ila wanaume asilimia kubwa hata yani kuanzia sisi wote ni wasichana. Ukiwa mdogo unakuwa kuna age ukifika yani wewe usije ukafanya hichi kitu kwa mume wako. Ukiolewa ukiolewa mambo usifanye. Yani tunakuwa raised prepared for marriage
kuanzia wadogo mpaka ukubwa, which is not bad. Mimi I like that, lakini nahisi same thing kifanyike kwa watoto wa kiume. Watoto wa kiume ambao wamekuwa raised hivyo, huwezi kumkuta ndo anasema eti siwezi kula chakula cha dada. Siwezi kufanya, yani angalia malezi ya watu waliolelewa hivyo. Baba zao ndo walikuwa wanafanya hivyo vitu. Madikteta manini nyumbani kwao, watoto wa kiume waoshi vyombo, sijui nini. La mimi nime experience sana familia za Kichaga. Mama Kichaga nyumbani hamna mtoto wa kiume, wa kike. Wote kama ni vyombo mtaosha vyombo. Jumamosi wakuvulana labda mtafagia nje, wanaosha vyombo, chakula kinawekwa mezani, kutoa kuna hadi zamu za kupika nyumba nyingine. Sasa mtu aliyekuwa raised hivyo hawezi kuja kuwa mwanaume ambao asaidii mwanamke au ambao anaona hii kazi ni ya mwanamke, hawezi kufanya. Hii ya mwanamke, hii ya mwanaume. Hawezi kuwa anaweza kuwa considerate. Mke wangu amechoka, it's fine. Yani siku unaumwa unamwambia mwanangu nikaangie hata mayai basi siwezi. Anakuletea yani inakuwa ni mtu ameungua. Pako unasema hata kukaanga mayai huwezi baba. Kwa hiyo nahisi pia sisi generation yetu inayokuja, sisi tutakuwa kina mama. Tuwaraise watoto wetu wa kiume in such a way kwamba ajijue kwamba mimi one day nitakuwa mume, nitakuwa baba. I should be a responsible man, I should be a responsible husband. Exactly. Yes. Ili tuwe wote tumebalance huku na huku, wanawake wanaume. Usio tunashindana, yani why should we kushindana? Yani kuna wanaume ambao hawezi kufanya kazi za ndani, anaona ni mwanamke tu, sio kufagia. Alafu unajua that type of men hawezi kukaa bila mahusiano. Bora wawe na mahusiano na mtu yote anayekuja na wafanyia usafi huko ndani. Wanakuwa watu kama wanadharau sana wanawake. Wanadharau sana wanawake. So raise your sons better. Na wewe dada, tumeenda mbali, we are diving deeper. Usiache kazi. If you love your job, it's your freedom. Trust me, money is a woman's freedom. Yes. It took a lot. Umesoma, I assume umesoma hata kama hujasoma. Kuna watu wanatafuta kazi. Let's assume umesoma, umelipiwa maada, umekill the night, zimamoto, formation kidogo kamati. Uache kazi vivi? Hapana. Just don't. Yani unless it's what she wants 100%. Lakini kama ingekuwa amefikiria kuna siku labda akipata shida yoyote, backup plan itakuwa ni mke wake. Au mtaenda kuomba kwa ndugu. Kuna matatizo kama hayo yanatokea, kuna kufilisika hata kama ni tajiri. Kuna kampuni waka moto imefanya nini? Mwanaume ameshindwa kufanya kazi. You have to step up. Anauma. Afa anaanza kupresent wewe sababu umsaidii chochote. Kwanza mimi leo umeniachisha kazi. Na ukiondoka kwenye kazi for a long time, ukija unakuta systems zimebadilika, unakuta there are new things, new energy. Kila siku anauliza experience, kazi siku hizi miaka fulani ulishachaga 2020, phase 26. Unakuta vitoto vidogo vinajua AI hapo. Umeondoka muda mnachapisha yani unakuja tu kupata stress. Maisha yatabiriki. Yani bora baba na mama mfanye kazi, msaidiane. Lakini hata basis you can unaweza pia kumshauri aache kazi au akimbilie ndoa. Uliposema akimbilie ndoa like maana ni ya muhimu sana kwake. Uone amesema kwamba yani anachanganyikiwa. So, iki kipengele kinaitwa scroll if you are sensitive. We don't mistress of all sensitive. And today you have to scroll kama uko sensitive because okay, let me not pass to the bushes. This is the statement. You are too broke to act bougie. To act that bougie. You can look bougie lakini your actions mwenyewe, you are acting bougie and you are too broke. I'll give example kwa sababu you can take it. So, I mean kwamba kuna mtu siwezi kusuka nywele za 40, unaenda kusuka nywele lakini na nusu ili upostiwe uonekane you are in a trend ya kusuka. Hizo. Yes, uonekane unasuka. Labda mmetoka, guys, hatuwezi kusuka nywele yani savana sio bia huko. Champagne. But the way you are hustling kulipia hiyo champagne. You are using a lot of your energy. Yani unaenda kukomba akaunti zako zote, kuomba ili uje kulipia hiyo champagne. Yani kuna vitu mimi siwezi mimi kwenda Kariakoo, you guys, mimi siwezi kwenda Kariakoo, but siwezi vaa mtumba. Mimi siwezi kuvaa mtumba. No. Which is fine kama you can afford kununua. Siwezi kuongea huko social media, yani nitaonekana kwamba naomba. But you are posting social media for likes, akati kuna mtu anaweza ka pay you to post. Yani wewe you are posting yourself ili mtu aku like
nani, lakini biashara yako huwezi kuitangaza kwa sababu you are too embarrassed. Yani nitaonekana naombaomba huku social media. Mtu wa kupost biashara anaonekana naombaomba. Kuna watu wanahisi kwamba they think that wanaombaomba, lakini unaona huyu mtu anapiga matarumbeta but she is getting a lot of money. Yes, ngoja nikupe example. Mimi nilitaka kubadilisha mapazia manne kama haya. Kwa yani madirisha manne na lining vya ndani. Quotation niliyopewa, I can say a place Mwenge. Quotation niliyopewa yale mazito ambayo ya nani karibia 900 na say 900. Nikasema no, nilikuwa free, nikaenda gari Kariakoo, nikapaki, nikatembea hadi kule kwa mapazia, nikatafuta sehemu ya mapazia wanakata mapazia, yani unapima hilo zito. Pima afu anakushonea. Nilisave 268,000, which is a lot. Which I couldn't sijatengeneza hiyo hela hiyo siku, but I was able to save it. Kwa sababu I woke up and tuseme basi 60 toa kila lisaa 20 nimekaa masaa 3 Kariakoo, kwa sababu wanakufanyia kila kitu, you have to wait. Hiyo 200,000 sijaitengeneza, but I've saved it. But ningekuwa Kariakoo nenda watu wengi. Watu wengi Kariakoo. Me I can't kuenda sokoni sijui kununua vitu nani. Just unaweza kumtuma mtu kama wewe Kariakoo, kuna watu they are allergic to pale anakupeleka umati. It's fine. Unamtuma mtu. So ila unakuwaje allergic to some things ambapo ziko ndani ya your sasa ndo hivyo mtu budget. Anataka kuonekana in a certain high class, naenda kushop. That's what I'm saying. Somewhere, you are too broke to be bougie. Nakopa. Mtu umeomba hela ya kusuka 200,000. Wewe unaenda kusuka 200,000 na huna hiyo hela hata kwenye account. Ukimaliza hapo uanze tena kuomba kucha, unapewa 100,000, unaenda kusemia 100,000 ili kama ilivyo. Ili uonekane. But you please be a bit smart. Be a bit smart. You can look bougie on a budget. On a budget, that's true. Inaitwa bougie on a budget. You can look beautiful on a budget. Yani girl, if you're sensitive, I'm sorry, but not today. Tena iwafikia wadogo zetu jamani. Not today. You can be bougie if you can afford it. By all means. But if you can't, don't break the bank. Unamwona mtu amesafiri, you don't know amepata wapi hiyo hela ya kusafiri, and you wanna go the same places. Which is nice to be ambitious, lakini kama unaweza kuafford kwenda. Yes, lakini not giving everything to be like somebody else. Hujua anapata wapi hiyo. Unaona mtu labda kanunua Range, na wewe unaenda kununua Range. Yeye kanunua Range kwa sababu ana B, wewe unanunua Range kwa sababu na hiyo milioni 150 ya kununua Range. Unaenda kununua, maisha upya. Unaenda kutafuta hela ya Range 150, I can afford Range. But you can't afford Range. Yeye anaweza afford kwa sababu ana B. Utakuta ni hela yake extra. Yeye katoa 10% kununua gari, wewe umetoa your 100% to buy that car. Just because Range na trend. Just because Range na trend. Kwa hiyo just you impressing people, hakuna mtu. Yani tena ukiwa na shida, who will help you? You're posting us kwamba yani wewe uko radhi mtu akikupitishia ile hela, unajua kuna hela inapita hapo katikati. We deposit ili tutumie account yako ina hiyo hela. Mwisho wa siku kwa nini kusaidie 100,000 na umepost una milioni 50? You get it? So you can look bougie on a budget, but don't force your life into it. You can, yani unaweza ukafika hiyo stage, you can, lakini ni kwa sasa hivi, kwa kuwa na mikakati sasa hivi. Kama una mtu unachokiweza, usilazimishe maisha. Kama una mtu anaweza akakupa 1,000,000 leo, sema thank you God, but sio unapewa 1,000,000 unatumia 1,000,000 yote. And you don't have 2,000,000 kwenye account yako. Leo unapata shida, huyo mtu, you know, somebody is helping you. Kwa mfano, mtu anaweza akakuhonga. Mtu anakuhonga kwa sababu there's something you can give him back at that time. Probably at that time. Siku uko kitandani unamuomba hela, anaweza akakunyima kwa sababu this person is sick, what do she help me? Nikimpa transaction ni nini? You get it? So if you can save money sasa hivi to do something important, do it. Iwe productive. Have a goal, have a plan. Popote unavyoona unaweza ukachukua hela, invest in that plan. Utafikia hiyo muda, yani utafikia kwenye G-Wagon. You can. Usione aibu kuposti sijui watanionaje. Huyu anapayuka sana huko Instagram. Mwenzako anaingiza hela.
Afu leo ukiambiwa ana milioni 500, milioni 500, you think it's impossible. You think it's impossible, but people have heard that billions. before, yeah. People have Bwana atoe billions. wapi huyo? Atoe wapi? Lakini yeye anapiga Biashara hii promotion. tunaijua. Tunashinda naye kila siku hapa bwana. Lakini wewe ndo huna, kwa sababu wewe unaona kwamba Instagram ni ya kuposti picha kwa like, wewe unaona kwamba Instagram ni ya kuposti, kukomenti na watu kusema oh you look so beautiful, but you could be a content creator. Unaona mwenzako content creator huyu ana ropoka tu huyo. Somebody is paying her. Yeah. Somebody is paying her. Wewe unaenda sehemu kwa sababu unaona aibu, unatamani kuwa content creator, lakini watanionaje? Unakula tu, yeye anakuambia kwa nini anunue iko chakula. Yeah. It's you're paying for it, they're paying for it, but they're eating to be paid. Yeah. So if you want something, toa aibu, toa kujikuta you are too much classy, na kubali kuanza small. Yeah, sio kwamba unaona yani Smiley amelipiwa ndege na wewe unataka kulipiwa ndege na unaanza. Smiley has been in the game for 5 years, analipiwa ndege. Wewe umepata hiyo invitation, umelipiwa basi, unataka na wewe kulipiwa ndege ndio say no. Because somebody amelipiwa ndege. Yeah, you have to understand kwamba you are growing. I'm too classy to kwenda basi. Yeah, you are growing and accept that you're growing. Accept that small steps, you'll get there. Be consistent and act as your pockets, because nobody knows your pockets. Yeah. If you tell people you live the life like 1 million while you barely have 1 million, that's bad. Kuna siku unakosa hata msaada. Utakosa msaada. Unaona aibu kwa sababu ushatuaminisha kwamba unaishi maisha fulani makubwa. Exactly. So that's it. Sorry if you're sensitive, sorry not sorry. Na pia kama kwenye hizo trip unakuta mtu amesave, labda mimi na goal nataka kwenda Cape Town, ila yangu sasa hivi ni ndogo, nianze kusave kuanzia leo mpaka next year ndo niende. The time na post nimeenda, unahisi nimepata hela jana, naenda leo. Kumbe nimehangaika nayo kuisave it life, yani naona life it's a process. Na mtu anataka kucompete na wewe. Yeah, anaenda kuchukua mshahara wake wote ambao kila mwezi anautumia wote, anaenda zake. Yeah. Social media is tupe pressure. Yeah. Is tufanye tuishi maisha ambayo sio ya kwetu. Yeah, exactly. Kama kuna mtu amepass kisa yuko sensitive, she has missed a lot. I think that was inajenga, inatukumbusha pia hata kama unajua, lakini bado unakuwa umekumbushwa kwamba act within your budget, ndani ya uwezo wako. Okay. So guys, I have a quote of the day. Inasema kwamba you owe yourself the love you give so freely to others. Oh, that's a nice one. Yeah. I like it. Yeah, I live by that. Asina cha kuongezea, I think. Yeah. Mnaelewa. You owe yourself the love you give so freely to others. Kwa mtu ambaye hajaelewa, you can kuelezea. Yani mapenzi ambayo unawapa watu wengine, all the time, effort, whatever that you pour into relationships with other people, you owe yourself to do that for yourself as well. Yani jifanyie na wewe hivyo. Kama hujampenda mtu mwingine, in short, jipende wewe kwanza. Mapenzi unampa mtu mwingine, na wewe jipe pia, na wewe pia unastahili kupendwa na wewe. Hata unakuta mama anajitoa sana kwenye familia, baba anajitoa sana. Sometimes have time hata wewe mwenyewe ujipende kidogo, ujipongeze. Yeah. Sometimes nobody is doing that for you. Yeah. People, watu waridhiki. Unaweza kujitoa up to 99%. Nobody is saying that ile 1%. Human beings are selfish. Hata ukiwa unampenda mtu bado utataka kufanya kitu ambacho kinakubenefit wewe. Hata kama ndio utajaribu kumprotect asiumie, lakini you will still do something that benefits you before it benefits someone else. That's just how it is. Yes. Ni human nature. Yani kama ujifikirie wewe kwanza kabla ya kufikiria wengine, au jinsi unavyofikiria wengine na wewe ujifikirie hivyo hivyo. Yeah. Jipende. Ni sasa na ile before you clap for others, clap for yourself. Yes. Okay, leo life hack na ni kama yani kwenye ya maisha kuwa na sense of urgency. All I can say is that yani kuwa na yani kwamba if I want this thing, it has to be done now. If I want to speak, to ask something, yani nataka kuuliza kitu, nikiuliza sasa hivi instead of texting. Kwa mfano, you are a content creator. Kwa mfano, mimi nataka kukuuliza kitu. Nikija pale kwenye inbox yako nikwambia, "Hi Smiley." Uje kujibu, "Hi. How are you?"
I'm fine. But if I said, hi, Smiley, I like your content, so I was, when you come and read, It's you get the easier. whole point. Yeah, it's easier to reply. Una rafiki yako labda kasafiri, labda kaenda South Africa, umemwona yuko mall Sephora, you want something Sephora. Unamwambia, una text, hi Sarah. Sarah baada ya masaa mawili, hi. But you have Sarah's number, she's your friend, give her a call. Utajua within that minute kwamba Sarah anaweza kuninunulia hawezi. Within that minute. Kama ulivyoanza kwa kusema kwamba you don't answer texts. Lakini if somebody gives you a call, atajua kama Smiley can do it or she can't. Smiley can do what? Kwa hiyo text is slow. Na pia wakati okay, I could say pia kwenye kuwa na urgency even kuuliza time. Kwa mfano, tunasema labda tuendele kesho a certain place kula. Okay, kesho. Au fundi anakuambia labda tuseme fundi anakuambia kesho nitakuja kutengeneza bomba. Sawa. Muulize what time. Time is having urgency, kwamba unajua kabisa fundi anakuja saa 5, so mimi niandae mambo yangu saa 5 ni fundi jioni. Kwa hiyo yani have an urgency with your life, kwamba kuna kitu kinahitajika sasa hivi. And when you have urgency with your time, have urgency with somebody else's time. Kwa sababu mimi naweza nikamwambia Sarah, uko Sephora, naomba nisaidie kununua kitu. Sarah is there. Mimi basi sasa hivi sipokei simu. Sarah anasubiri. Ashanipa bei. Mimi anasubiri nimtumie hela au ni respond. Basi mimi nishaanza kufanya mambo yangu mengine. So you just care about yourself. You have to care about somebody else's. Kwa hiyo if unaweza make a call. Kama hiyo biashara you have everything it takes, start it right away. Kwa sababu I think the world ina reward mtu ambaye anakifanya, sio mtu ambaye anakifikiria au procrastinate. Yes. So if you want to get things done or to know something within the minutes, au mtu anakupigia anakuambia hi mambo poa, yani mimi sijaongea na wewe in the middle of the day, nikupigia simu hi mambo poa, how are you, you know, mtu ana yani salamu ndefu sana za maisha. Swali ni kwamba umejificha eti yani wewe unatamani umuulize niambie, lakini you can get to the point. Yeah, you can get to the point as fast as usije kumchosha yule mtu in such a way kwamba obviously hatujaongea wiki nani, and in the middle of the day I know there's something you want to tell me, unless mna ukaribu wa kupigana tu random. Hata kama ukaribu kuna saa tu au ukipigia mtu kama umemisi mambo nimekumisi ninakutafuta tu na kusalimia, lakini ile mambo how are you niambie wewe ndo uanze tena niambie na wewe ndo umenipigia. So in life have a sense of urgency. Maisha yako yataenda haraka, yani kuna kitu ambacho ulitamani ulijua kitafanyika baadaye, kumbe kimewezekana sasa hivi, but it's just by making that call. The time to start is now. Yeah. Make that call. Write that long whatever text. you have to do it now. Yes. So that's it. That's the life hack of today. I hope it made sense. Yeah. Okay, so movie of the week. There's this girl and a boy, a man and a woman, wana kama urafiki. And then the guy has a crush on the woman. He's actually in love with her. Lakini hajawahi kuexpress, hajamwambia. Wanaendelea hivyo na urafiki na dating here and there, going out and whatnot. The girl is not getting the hint. Like the girl harudishi feelings za yule jamaa. Jamaa anaamua kupigia simu mtu ambaye anaweza kufanya a spell ya kumfanya yule msichana mpende. Kwa he's casting a spell on the girl. The girl now suddenly, yani literally within minutes of casting the spell, kupiga hiyo simu, the girl alikuwa anaondoka anarudi, and she starts saying anampenda the guy, like I love you. And then it starts by being sweet, and then it goes from being sweet to being creepy. Because yule msichana ile spell imemfanya amekuwa possessed. So she now has kama mashetani, kama mapepo ndani. Kwa hiyo anamfanya anampenda in a way ambayo sio kawaida. Yes. So if he says the wrong thing, she like screams, mara anatoka damu kwenye macho, kwenye masikio. She has like demon voices. Kuna muda akimshautia anatoka sauti ambayo sio ya kwake. So he's inaitwa obsession. So the guy now is trying to reverse the spell. Like, please, and the guy anamwambia it's not possible. The only way to reverse the spell ni aliotengeneza spell kufa. Yani wewe ulie cast the spell ufe. Mama. It's so creepy. It's so scary. Like, I think sasa hivi ndo namba 1 Netflix horror or film. Something. It's no, ipo kwenye theaters.
Oh. Yeah. So sasa hivi ndio ina trend, ndio number Inaitwaje 1. tena? Obsession. Obsession. It's really good. Kulikuwa na movie ya And- Beyonce inaitwa Obsession pia. Yes, lakini sasa Yeah. ile silikuwa more of a Yeah. mapenzi this wise, is lakini ya nice. kawaida, yani Yeah, I'll sio. go to watch it. Have a movie. Yeah, it's really, really good. Oh, thank you so much. Oh, we have. Is Sarah. it too much scary? Like, can I Unaogopa? watch it alone? Yeah. You can't. I can't. Inategemea na wewe mwenyewe. Mwoga sana au Mimi napenda kuangalia hizo movie. your ikiwa tolerance? dark. Yes, me too. Yeah, I want Like it dark. just makes it better. Yeah. Oh my God. I'm not It's watching really it. creepy, yani it's really scary. It's Kuna creepy. watu Kuna ambao hii walikuwa movie- naangalia wakawa wanaondoka mid movie because Okay. of how scary it was. So Eh, Utaenda? no. it's very scary. You're such a baby. Uh-huh. Oh my God. Mhm. So I now wish we you have- best of luck, besties. Mkiangalia mje mtuambie. Mniambie mimi actually, should I go or Nitaangalia. should I not go? Diana atatupa feedback. Okay, besties. Our favorite part is here. We have our prayer of the week ambao hii wiki nawakumbusha. Actually tunakumbushana wote hii wiki tutakapokuwa tunasali. Tunaombea nia zetu, kazi, nini, shida zetu, Mungu atusaidie, atuponye, tufanye nini. Tukumbuke kuombea watoto. Either you have a kid or you do not have. As long as you are planning to have kids, una plan kuwa na watoto in the future, unatakiwa uombee watoto wako kuanzia leo. Yeah. Watoto yani watoto wanakuja, Yesu wanakuja na maisha yao, lakini wanabeba maagano wazazi wao walioyafanya. Yeah. Wanabeba tabia za wazazi, sio tu wazazi, vizazi vinne nyuma. Yeah. Yeah, kwao unapokuwa unasali, unamaliza sala zako, include watoto wako, your future kids, au kama unao tayari, waombee. Mungu awa disconnect na yale maagano waliofanya kwa kujua au kwa kutokujua. Kuna matendo umefanya, deep down unajua matendo gani umefanya, tabia mbaya unafanya. gani umezifanya, au tamani mtoto wako aje azifanye au Fanyiwa. yes, au afanyiwe. Uonevu, sio tu uonevu, yani kuna tabia tu sio nzuri. Yes. Aina nyingi sana ya tabia, magonjwa, kuna chances, opportunities umezimiss. Pia muombe mtoto wako asimiss hizo opportunities. Exactly. Either in one way or another. Kuna saa unanyoshia watu vidole, yani yule sijui yupoje, lakini it comes back to you in a different way. Sasa haikukuti wewe, inaweza ikamkuta mtoto wako. Kwa unapoomba msamaha, unaomba toba, pia omba Mungu akusamee vitu vyote ulivyotendea watu wengine, ulivyomkosea Mungu, hizo laana zisiwakute watoto wako. Amen. So hii sio tu hii wiki, it should be our routine. Kila tunaposali tuombee watoto na vizazi vyetu vinavyokuja wasiteseke kwa sababu ya makosa yetu tuliyofanya. Yeah, thank you. Na waepushe na dunia. The dunia is so chaotic. Yeah. Matukio ni mengi sana mabaya yanafanyika kwa watoto. Yeah, Mungu awalinde na have a best week. Na sisi Mungu atujibu maombi yetu mengine yote tunayoomba. Amen. Should we hear an amen from Bestie? Yes, comment an amen. Okay. I think that's our closing line. Yeah. We love you guys. Thank you for umekaa hadi hapa sasa hivi. Oh my God. I wanna hug you. Me too. Kama umefika mwisho kabisa wa podcast, comment amen. Yeah. Tutajua umeangalia Yes. Usipo comment amen. You're a real one. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you jamani. We appreciate you so much. In social media jamani mmetufollow. I can't say subscribers. You are subscribing. We hope tufanye to come with more, and we hope we are delivering. Tufikisheni 1000 jamani. You can do it. Please you can subscribe. do it. Please subscribe. Yeah, the dilemmas, keep them coming. Keep them coming. Send us your stories so we can share our opinions. Yeah, thank you so much for having us this week. We'll see you again. Hugs and kisses. We love you. We'll miss you. Bye-bye. Thank you. It was again your host Diana, Sarah, Smiley, and you, and together we are besties. Bye.